maisha, mazawadi ya maisha. And I say thank you to my senior pastor. Na nashukuru mchungaji wangu vile vile for another opportunity kwa hii neema to share the word of the Lord. Kwa kuchangia neno la Mungu. And I say thank you to Brother John. Na nashukuru Brother John for always standing up here to interpret with me. Kwa kusimama hapa na kunisaidia ku tafsiri. Hallelujah. Amen. Today is a good day. Leo ni siku njema sana. Today is a good day. Leo ni siku njema sana. Are we happy? Tuna furaha. Who died? Why are we sad in the church today? Nani alikufa, mbona tuko na huzuni sana? Are we happy? Tuna furaha. Come on, if you're happy, just clap your hands for the Lord. Kama una furaha mshangilie. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The day of today, siku ya leo, I'm going to be brief. Nitenda kiufupi sana. I'm not going to take much time. Sitatwala muda mrefu. So I hope today we actually finish on time. Natumaini leo tutamaliza kwa muda. Hallelujah. Amen. It's 6:20 right now. Ni saa 12:20. By 6:45 I should be done. Saa 12:45 nitakuwa nimemaliza. Hallelujah. Amen. Let's go into the word of God really quick. Acha tuingie ndani ya neno la Mungu mbio mbio. I want to go in the book of Isaiah 43. Nataka tufungule Isaiah 43. And I want the first two verses, verse 1 and verse 2. Na nataka tusome mstari wa kwanza na mstari wa pili. Tusome katika jina la Yesu. Isaiah 43 verse 1 and 2. Amen. Yes. Isaiah 43:1-2 inasema, lakini sasa Bwana aliyekuhuluku Yakobo, yeye aliyekuumba Israeli, asema hivi, usiogope, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe wangu. Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugarikisha. Uendapo katika moto hutateketea, wala mwali wa moto na hautakuunguza. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Do we have it in English? Isaiah 43. Let me read it. But now thou say the Lord that created thee, O Jacob, he that formed thee, O Israel, fear not, for I have redeemed thee. I have called thee by thy name. Thou art mine. When thou passest through the waters, I will be with thee. And through the rivers, they will not overflow thee. When thou walkest through the fires, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. Hallelujah. Amen. I want to deal with a topic that I call God in the storm. Natani ongeleni nasema Mungu ndani ya dharuba. God in the storm. Mungu ndani ya dharuba. Or God in challenges. Ama Mungu ndani ya majaribu. Hallelujah. Amen. It is normal, ni kawaida, for human being to pass into the season of challenges. Kama mwanadamu kupita ndani ya mashida ama matatizo. It is normal. Ni kawaida. It's getting too high, please. It is normal. Ni kawaida for human being, kwa mwanadamu, to pass into a time of difficulties. Kupita ndani ya magumu. In fact, Jesus said, Yesu alisema, in this world you shall have tribulation. Kwa hii dunia utapitia magumu sana. But be of good cheers. Lakini ukikuwa na furaha, be of good cheers. Ama ukikuwa kama mwenye furaha, I have overcome. Nimeshinda. Hallelujah. Amen. So it is normal, ni kawaida, to wake up and everything is not working good. Kuamka na kila kitu hakitumiki vizuri. It is normal, ni kawaida,
Please, the mic is too high, please. Ishuke chini. Hallelujah. Amen. That's good. It is okay Ni kawaida ama vizuri to wake up kuamka and you feel like you're by yourself. na ujisikie kama uko peke yako. Many people believe Watu wengi wanaamini that God being with them, Mungu kuwa nao it means life will be sweet. Like honey. inamaanisha maisha itakuwa vizuri sana. But I'm here to tell you, Lakini kwa hapa kukuambia God being with you Mungu kuwa na wewe does not mean life will be sweet like honey. maisha itakuwa mazuri kama asali. In fact, Kwa kweli you choosing to be by God's side ukichagua kuwa karibu ya Yesu ama ngambo ya Yesu ama makes Mungu, even challenges for your life to be more. inafanya majaribu ikwenda na maisha yako mengi, Because automatically you become a target. kwa sababu unakuwa kama umeangaliwa sana. The eyes of the enemy, Macho ya maadui, the eyes of the devil, macho ya the mashetani, eyes of the wicked, macho ya watu wabaya they are looking wanaona on each individual kila mtu who decides to follow Christ. ambayo aliamua kumfata Yesu. So automatically Kihivyo challenges becomes a lot in the life of a believer. majaribu inakuwa mengi kwenye maisha ya mwanadamu ama muamini. Hallelujah. Amen. So it is normal for us to pass into difficulties. Ni kawaida kupitia But magumu, you must always remember lakini kila siku kumbuka to pass through it with the presence of God. kupita ndani ya magumu na presence ya Mungu, To pass through difficulties with God. kupita ndani ya magumu na Mungu. Hallelujah. Amen. The Bible says when thou walk through the waters, Biblia inasema kwamba wakati Yesu alitembea juu ya it maji, says when you walk through the water, ukitembea juu ya maji I will be with you. nitakuwa pamoja na It wewe. reminds me now Inanikumbusha of kwamba the time the disciples were with Jesus in the boat. wakati mitume alikuwa na Yesu ndani ya chombo And Jesus is taking a rest. na Yesu alikuwa anapumzika And the storm came. na dharuba ikakuja. You see, Jesus is there, Yesu iko hapo, but yet the storm is coming for them. lakini bado dharuba ilikuja kwa ajili yao. Jesus being present in your life does not stop storms from coming. Yesu kuwa ndani ya maisha yako haimaanishi kwamba dharuba itakwama ama itaisha. Jesus being in the boat did not stop the storm from coming. Yesu kukuwa ndani ya chombo haikumaanisha kwamba dharuba iliacha You kuja. having God in your life does not stop difficulties to come your way. Wewe kukuwa na Mungu ndani ya maisha yako haimaanishi kwamba majaribu ama shida zitaacha It does kuja. not stop hardship and rejection to stop coming from your way. Haimaanishi kwamba kuachwa ama kukataliwa na mashida zitaacha kuja ngambo yako. They will always come. Itakuja. Even if Jesus is with you. Hata kama Yesu iko pamoja nawe. Even if God is beside you. Hata kama Mungu iko ngambo yako. Challenges must come. Jaribu inapasha ikuje. So they are in the boat. Wako ndani ya chombo, And Jesus is there. Yesu iko hapo, And they are complaining. na wakaendelea wako na complain, They continue to be worried. wakaendelea wanajali sana. In fact, one of the disciples said, Mtume mmoja akasema, don't you care that we are dying here? haujali kwamba tumekufa hapa ama tunaangamia? Why? Because for them they are scared and this guy is sleeping. Kwa sababu walikuwa naogopa ule bwana alikuwa amelala. That's another level of faith. Ile nyingine kiwango cha Where imani. are you passing storm and just sleep? Wakati unapitia magumu unalala. But let's be honest, Lakini tukue ukweli, life can be so hard maisha inaweza kuwa magumu that when you go to bed, kwa sababu wakati unaenda lala, when you go to bed, wakati umeenda lala ama unaenda kwenye kitanda, you think once I wake up everything will be done. unaanza waza kwamba wakati nitaamuka kila kitu itakuwa vizuri. You wake up in the morning, that problem is still there. Unaamka ndani asubuhi, ile shida iko pale pale It's waiting for you. inakuchunga. Are we together? Tuko pamoja?
There's a musician, I believe he's from Tanzania. Kuna mwimbaji kutoka Tanzania. He sang the song saying, Uko wapi e Mungu Baba? Alimba nyimbo akasema, where are you God? Uko wapi jo nikone? Where are you? Let me see you. There's a part that says, magumu yangu nikisimulia kwa ndugu zangu, waniambia utajijua na Mungu wako. Hallelujah. There is a time whereby even your close one, they think you're cursed. Inafika wakati wale wako ngambo yako ama karibu yako wanazani umelaaniwa. You're serving God, but bad things keep happening to you. Unamtumikia Mungu lakini mashida zinaendelea kukufuatilia tu. Oh boy, it's a hard time. Muda mgumu. It's a hard time. Ni muda mgumu sana. But we must always remember, lakini kila siku tunapasha kukumbuka even when we don't feel God, hata kama haujisikie Mungu iko hapo, He's still there. iko hapo. Because when you're passing into the moment of Kwa storm, sababu wakati unapitia dharuba, it's easy for you to focus on the storm ni inakuwa rahisi sana wewe kufuatilia ile dharuba and forget the God you have. na kusahau Mungu ambaye uko naye. And forget that God is with you. Na kusahau kwamba Mungu iko pamoja And nawe. forget that God is bigger than Kusahau the kwamba storm. Mungu ni mkuu kuliko hiyo dharuba. When Jesus woke up, Wakati Yesu aliamka, no matter the wind, hata ilikuwa mpepeo mwingi, all he said, peace be still, and peace was akasema there. amani ikue, na amani ikakuwa. What was making others worried they're about to die, even this can obey him. Kenye kilifanya wale wajali sana ama wakose amani. Whatever you're passing through in your life, kila kitu unapitia ndani ya maisha yako, understand that you're with God in it. elewa kwamba Mungu iko ndani. So why should we pass difficulties if Kwa God nini is with us? tunapitia magumu na Mungu iko There pamoja are nasi? lessons you can never learn until you pass that season. Kuna somo unasoma hata kama unapitia ile wakati. Hallelujah. Amen. I believe it's Tanzanian oak says, asiyofunzwa na mama afunzwa na dunia. There are lessons you must learn. Kuna somo unatakiwa usome. If your parents teach you something, kama wazazi wako wanakufundisha they teach you kitu, to be respectful, wanakufundisha kuwa na they adabu, teach you to value people, wanakufundisha and kuheshimu you watu, fail to learn from na them, unashindwa kusoma kutoka kwao, difficulties will humble you mashida zitakushangaza to learn the lesson. kusoma ama kusoma hiyo somo. English we say what comes around goes around. Mkiingereza wanasema kenye kina vile vile. Amen. Hallelujah. Amen. So in every storm, Kwa kila dharuba, acknowledge God is there. jua kwamba Mungu iko hapo. Hallelujah. Amen. What does challenges do in our life? Ile shida yenyewe nafanya ndani ya maisha yetu ni Challenges help us to learn how to trust God. majaribu inatufanya tujue kuamini Mungu. 3 young men, Vijana watatu they are into a difficult time. biko ndani ya muda mgumu They are sana. about to lose their life. Walikuwa karibu kukosa maisha yao. And this is what they said. Na hivi ndio gisi They walivyosema. said, even if we die, Walisema hata kama tunakufa, even if God doesn't show up to save hata us, kama Mungu ajionekanie we will kutuokoa, not bow down to worship this hatutashuka image. kuabudu hii sanamu. Why? Because challenges have made them to trust Kwa God. sababu mashida iliwafanya wajue kumwamini Mungu. Challenge makes us to learn how to trust Majaribu God. yanatufanya tujue kuamini Mungu. In the moment of difficulties, Kwa wakati wa in matatizo, fact, the challenges in your life, matatizo they maisha must yako help you to draw near to inapasha God ikusaidie ukuje tena karibu na Mungu and not far from na God. sio mbali na Mungu. So I'll be right Nitakuwa kwa ukweli if I tell you this, kama nitakwambia hivi, that God can use challenges to bring you to Mungu anaweza himself. tumia majaribu kukufanya umurudilie tena. What made the prodigal son return to the father Nini was ilifanya challenges. mwana mpotevu kurudia tena kwa babake? For as long as life was good, Kama maisha yanaendelea kuwa vizuri, he was far from his father. alikuwa mbali ya babake. But when he lacked food, Lakini wakati alikosa chakula, he came back to his father. alirudilia babake. So challenges Magumu can help us inaweza tufanya
inaweza tusaidia to draw near to God kurudilia tena and karibu to na know Mungu, Him better na kumjua tena and to zaidi walk with Him. na kutumika pamoja naye. Challenges help us to trust God. Matatizo ama magumu inaweza tufanya tuamini Mungu. Hallelujah. Amen. There are people Kuna watu who have passed in terrible situation concerning their medicals. wanapitia maisha magumu kwa sababu ya shida ya ama magonjwa yamewalemea. Have you ever went to a doctor, you're feeling bad, and yet the doctor say I cannot find anything? Ushaenda kwa hospitali uko na mashida lakini daktari anakuambia hatupati kitu. They check, they scan, they do everything and they say nothing's wrong. Wanafuatilia lakini wanasema hakuna kitu ambacho tumeona. A person who have trusted God in time of difficulties, mtu ambaye alimwamini Mungu wakati wa magumu, and God came for them, na Mungu akakuja kwa ajili yao. Trust you me, niamini, these people do not move out of churches because someone said this and this. au watu hawatoki kanisani kwa sababu mtu alisema hivi na hivi na hivi. Because their faith is built upon God. Kwa sababu imani yao imejengwa kwa Mungu. King David says, Daudi alisema, I will lift up my eyes upon the hills. Nitainua macho yangu From kwenye where mlima. cometh my help? Pale kunapotoka msaada wangu. My help comes from the Lord. Msaada wangu umetoka kwa Bwana. So challenges pushes us to God, not to human being. Majaribu inatufanya tumzogelee Mungu, sio kwa watu. I've said this and I'll repeat it again. Nimesema hii na nitairudilia. No human being can help you if God has not made them to do so. Hakuna mwanadamu ambaye atakusaidia kama Mungu akuwafanya wafanye hivyo. You think they just want to do good? Unadhani wanataka wafanye mema, watende mema? This is God who said it in the Bible. Mungu ndio amesema hivi ndani ya He Biblia. said the heart of man is deceitful. Who can know it? Inasema kwamba moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu. And another version says the heart of man is wicked. Na tena nyingine inasema moyo wa mwanadamu ni mbaya sana. Hallelujah. Amen. Paul says, Paulo alisema, what I want to do, I do not do it. Kile nataka nifanye sikifanye. The flesh does not permit us to always be good. Mwili wangu au nifanye kutenda mema. It is God who is the one who uses us to do good for others. Mungu ndio anatufanya ama anatusukuma kutendea wengine mema. Are we together? Tuko pamoja. So in your time of difficulties, wakati unapitia magumu, continue to trust God. Endelea kumwamini Mungu. And sometimes just open your mouth and say, Father, I thank you because you're with me in this na challenge. ukipata muda unasema tu, Mungu nakushukuru kwa maana umenitia ndani ya hii. Because you're with me. Kwa sababu uko pamoja nami. Hallelujah. Amen. Sometimes just tell the Lord, thank you because I know you're here with me. Sasa mwa tu mshukuru Mungu, mwambie asante kwa sababu najua uko pamoja nami. So what is the purpose of this message tonight? Hii message natongelea nini? Is to encourage you. Ni kukutia nguvu. And to tell you. Na kukuambia. Draw near to God. Msogelee tena. Allow your challenges to bring you closer to God. Acha majaribu unapitia ikulete tena and karibu na far Mungu. from God. Na sio mbali na Mungu. Running away from church because you're having a lot of bills does not solve the bills. Kukimbia kanisa kwa sababu una vitu mingi vya unapasha ufanye, haita kufanya uvifanye. Hallelujah. Ama uvipate. In fact, it will add more challenges. Lakini itakuongezea mashida mengi. When we are with God, wakati tuna Mungu, and we are passing in a storm, na tunapitia dharuba, there is peace. Kuna amani ndani yetu. There is peace. Kuna amani. There are people, no matter what they are passing through. Kuna watu hata wanapitia nini. Man, if you can only know what they are going through. Kama ukijua yale wanayopitia, you'll be like, if it was me, I would stay in my bed. Utasema kwamba ingekuwa mimi ningebaki kwenye kitanda. But these people will even go to church, Sunday service and stand up, jump for God and sing for God like nothing's wrong. Lakini wale watu bado watenda kanisani, waruke, wacheze, hautajiambia kama kuna shida. Hallelujah. Amen. I remember the time we lost our father. Nakumbuka wakati tulimkosa baba. We buried him like this Saturday, and on Sunday I was on schedule to be in the church. Ni kama tulimzika siku ya 6 na siku ya Mungu tukakuja kanisani. Hallelujah. Amen. And most of the people were like, na watu wengi walikuwa kama how does he get the strength? Walipata aje nguvu? Hallelujah. Amen.
Because the secret of my life is in God. Kwa sababu siri ya maisha yangu iko kwa Mungu. No matter what comes our way, haijalishi yale yanakuja njiani kwetu, we must continue to look for God. tunapasha endelea kutafuta Mungu, To serve God. kumtumikia Mungu. Hallelujah. Amen. Don't be close to God because you have food to eat. Usikuje karibu ya Mungu kwa sababu una chakula. But be close to God. Lakini kuja karibu ya In Mungu good times, kwa muda in mzuri bad na times, kwa muda mbaya, in happiness, kwa furaha, in tears. kwa machozi. Go where God is. Kuja pale ambapo Mungu iko. Hallelujah. Amen. People trusted God when they couldn't get children. Watu walimwamini Mungu na wakati hawakupata watoto. Abrahamu, he still became faithful. Bado alikuwa muamini. He was close to God. Alikuwa karibu na Mungu. God was still using him, talking. Mungu alikuwa bado anamtumia na kuongea naye. In our challenges, we must stay connected to God. Kwa majaribu tunapasha baki tunajiunganisha na The Mungu. life of a human being Maisha ya mwanadamu is designed to always be connected to your source. inatengenezwa kila siku kubaki kwenye mahusiano na Mungu. I believe it was Pastor Justin Kalmuna. Nakumbuka Pastor Kalmuna alisema. He's the one who once upon a time he preached a message. Alihubiri akisema. And if you want, you can see it on our YouTube channel. Na ukitaka utenda kwenye YouTube uone channel ya kanisa. He preached a message where he said, alisema hivi, everything must stay connected to its source. Kila kitu inapasha bakia na mwili, ama inapasha unganishwa na mwili. Must connect it to where it came from. Inapasha unganishwa na pale ambapo ilitokea. If you disconnect it, it will die. Kama ukiachanisha inakufa. If you remove the fish from the waters, it will die. Ukitosha samaki kwenye maji inakufa. If you remove yourself from God, ukijitoa kwa Mungu, you will die. Utakufa. Hallelujah. Amen. Let us try our best. Acha tukazane ama tupambane. To continue to follow God. Kuendelea kumfuata Mungu. No matter what is in our way. Haijalishi yale tunapitia. Serving God is not always easy. Kumtumikia Mungu sio rahisi. But we must be always of good cheers. Lakini kila siku tukue na furaha. Because God is always with us. Kwa sababu kila siku Mungu yuko pamoja nasi. And he can never leave us. Na hatawahi kutuacha. And he can never forsake us. Na hatawahi kutusahau. Hallelujah. Amen. David is the one who said, Daudi alisema, even if I make my bed in hell, I know you're there with me. Hata kama nitafanya kitanda yangu kwenye kuzimu, najua utakuwa pamoja nami. Even if I go under the sea, I know God is with me. Hata kama nikienda chini ya maji, najua uko pamoja nami. Paul says, what can separate us from the love of God? Paulo alisema, nini taniachanisha na mapenzi ya Mungu? Hallelujah. Amen. There are people who have built their faith with God. Kuna watu walitengeneza imani yao na Mungu, ama I don't know your life. Sijue maisha yako. And I don't know what you're going through. Na sijue yale unapitia. I don't know the difficulties on your facing. Sijue ile mashida unapitia. I don't know the challenges you're passing Sijue through. matatizo unapitia. But one thing that I know, lakini kitu kimoja ninachojua, is that God is with you. Ni kwamba Mungu iko pamoja nawe. Let's stand up and pray. Acha tusimame na tuombe. I want you to take a minute. Nataka utwale muda wako. Just tell the Lord, thank you because I know you're with me. Nataka umwambie Mungu asante kwa maana uko pamoja nami. I might be sick, ndeza kuwa mgonjwa, but I know you're with me. lakini najua uko pamoja nami. I might be broke, ndeza kuwa sina kitu, but I know you're with me. lakini najua uko pamoja I nami. might be in pain, ndeza kuwa ndani ya maumivu, but I know you're with me. lakini najua uko pamoja I nami. might be confused, ndeza kuwa nachanganyikiwa, but I know you're with me. lakini najua uko pamoja Just nami. open your mouth and tell the Lord, thank you because Fungua you're tu with me. kinywa chako, mwambie Mungu asante kwa kuwa pamoja nami. Father, we give you glory and say thank you. Yesu, tunasema Thank you asante because we kwa know that you're with us in every storm that we asante pass kwa maana through. najua uko pamoja We know nami. that you are with Kwa us in tunapitia. every challenges that Mashida life tunapitia, throws our Yesu. ways. You're with us in times of rejections. You're with us in times of difficulties. You will never leave us, none forsake us, Lord. You say, though I walk through the fire will not burn me.
Though I walk through the waters, the water will not drown me, because thou is with me, Lord. Though we walk through the valleys of the shadow of death of evil, I'll fear no evil, for thou is with me, and with thy staff you comfort me. Thank you, Father. No matter the challenge before you, no matter how difficult life is for you, God is with us. God is with us. It doesn't matter what the doctors say. Mungu iko pamoja na wewe. Haijalishi wa daktari wamesema nini. Bwana hawezi kuacha. Thank you, Father, because you'll never forsake us. Thank you, Father. Increase our faith. Mwambie Bwana aongeze imani yako. Katika shida uendelee kumtumainia Bwana. Katika magumu ya maisha mwambie Bwana ndaendelea kukuamini yale ambayo umetenda. Oh Father, thank you. Let our faith increase. Give us strength in times of trouble and give us peace. Thank you, Jesus. Thank you, Father. It is in the name of Jesus we pray. Amen. Amen. God bless you. Amen. Bwana wetu asifiwe. Unasema nini juu ya mhubiri? Say to the preacher, Mungu ambariki sana. may the Lord bless him. Ila tunataka nikuulize kitu kimoja. I just want to ask you one simple thing. Nini itakufanya ukue karibu na Mungu? What will make you draw near to God? Hallelujah. Praise the Lord. Nini itakufanya usongee karibu na Mungu? What will make you draw near to God? Kila mtu amesema majibu yote ni sawa. Everyone has spoken and answered, they are all right. Lakini nataka nikuambie kitu ambacho kitakufanya usogee pamoja karibu na Mungu. But I want to tell you something that will make you draw near to God. Ni imani. It is faith. Wenda matatizo yakija yatakufukuza kutoka karibu na Mungu. Maybe when tribulations come, they will chase you far from God. Wenda dhambi ikikuingia itakutenga na Mungu. Maybe when sin enters you, it will separate you from God. Lakini unapokuwa na imani, but if you have faith, imani itakusogeza karibu na Mungu. Faith will draw you near to God. Kwa sababu mhubiri ametuambia, because the preacher has told us, sio kwamba wakati uko pamoja na Mungu, it is not when you are near God, majaribu hayawezi kukupata, that tribulation will not come to you. Utapata majaribu tu. Tribulations will come to you. Na majaribu itakuwa chakula cha imani yako. And the tribulations will be the food of your faith. Ili imani yako iweze kuwa na mboleo na ikomae vizuri. So that your faith may increase and grow better. Ni sharti upitie majaribu. You must go through tribulations. Sijui kama umenielewa. I don't know if you understood me. Kila wakati unapojaribiwa, every time you go through tribulation, kama wewe ni Mkristo kweli, if you are a true Christian, baada ya majaribu, after all the temptations, unapata ngazi moja juu. You receive another level. Ni kweli? Is it not true? Ndiyo hiyo. It's true. Ina maana wewe usikue naipenda kwa maisha ya mteremko. So it means you should not go through a life of going down. No, the easy life. Or the easy life. Usitumainie tu maisha ya mteremko. Do not want to go into a easy life. Kwa sababu maisha ya mteremko, because an easy life, siku utapata kikwazo barabarani, the day you receive something or a problem on the road, utakimbia na hautarudilia Mungu tena. You will run and you will not come back to God again. Enda pole pole. Go slowly. Mtazamie Mungu wako. Trust in your God. Msogelee karibu. Draw near to him. Katika magumu yako yote, in all your tribulations, ametuahidi kama hata kuacha. He has assured us that he will not leave us. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Watu wengine wanajiulizaka kwa nini Mungu anasaidiaga watu wabaya na watu wazuri na waacha wanateseka. Why
people ask, why does God help the bad people and then the good people he does not help them? Nani anajua hiyo majibu yake? Who knows this? Who knows the answer to that? Jibu ni moja tu, iko katika Biblia. There is only one answer. It is in the Bible. Ni kwa sababu Mungu huwajaribu wale awapendao. Because God tests those that he loves. Ukiona unapitia maisha magumu, if you see you're going through a hard time, na kwa imani yako unajua Mungu wako yuko, and in your faith you believe and you know that there is God, jua ya kwamba Mungu anakupenda, know that God loves you, na hata kuacha uanguke, and he will not let you fall. atakusaidia. He will help you. Unajua kwa nini mlevi atalala pembeni ya bahari? Huko kwetu kuko mabahari, do you know why na mashimo za mrefu, mashimo za makagere ya maoro na nini, and there is holes in there. Mlevi akishalewa atakuja atalala hapa pembeni yake pale. A drunkard man comes, they sleep right next to the river mpaka asubuhi, until morning, na hawezi anguka ndani, and they will not fall in the river. Nadanganya? Am I lying? Ni kwa sababu Mungu, it is because God hapendi mwenye dhambi kufa, does not want a sinner to die. Na mlevi, and even the drunkard, anamjua Mungu, knows God. Mimi najua mlevi mmoja wa kwetu, kila siku akishalewa utasikia I know certain drunkard man, every time he gets drunk, utasikia Yahweh Yahweh you will Yahweh, start hearing that he's a Christian. Yahweh, 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 pale ujue alisalewa. you right away know that he's drunk. Kwa nini haimbe nyimbo nyingine, naimba tu Mungu? Why is he not singing a different song but he's singing about God? Mungu anamjua naye anamjua Mungu. God knows him and he knows God. Anasubiri tu muda wake, siku moja naye Mungu atambadilisha. God is he's just waiting for his time so that he can be changed also. Mumeona mahubiri mafupi namna yana uzito na yana maana sana. Have you seen a short preaching that it has power? Mahubiri ya leo yamekuwa mahubiri ya nguvu sana. The preaching of today has power. Yamekuondolea woga. It has took away your fear. Achana na wale wanaosema sema. Leave those that are all about speaking. Hawajui kesho yako, wanajua leo yako. They don't know your tomorrow, they only see your today. Ajuaye kesho yako ni Mungu. The one that knows your tomorrow is God. Wakisema sana watasema mchana. If they speak too much, they'll only speak about your morning. Usiku watalala na wewe utapumzika. In the night they will sleep and you also rest. Na ule ndio wakati Mungu anafanya kazi yake kwa siri. And that is the time that God does his work upon you. Kama ni kukuinua atakuinua. If it is to raise you, he will raise you. Kama ni kufika pale utafika. If it's for you to reach there, you reach there. Inakubidi tu, it is only required of you kuchunga ahadi ambayo Mungu alikuambia. To keep the promise that the Lord gave you. Kuna watu wengi hawajui Mungu aliwaahidi nini. The people that do not know the promise that God gave them. Mimi najua yangu. I know the promise that God gave me. Unajua yako? Yes sir. Unajua yako nani? Nani hajajua Mungu amemwahidi nini? Who does not know what the Lord promised them? Wako tu hawawezi kusema, watanyamaza. They are there and they will just stay quiet. Omba sana, Mungu atakuonesha kama wewe kesho yako iko wapi. Pray and the Lord will reveal to you where your tomorrow is. Utapitia njia ya hivi utazunguka, lakini kuwa na matumaini mpaka Mungu asemage uongo, mpaka utafika God does not speak a lie, you will reach there. Mungu akubariki. May the Lord bless you. Na Mungu ambariki mhubiri wetu leo. And may the Lord bless our preacher. Amuongezee mahubiri mengi zaidi. May he increase more preachings in him.